Walut kanata tahta abdain min ibadina salihin, walikuwa chini ya waja wetu wema, waja ambao kwamba wameneemeshwa na Allah. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wakila dukula an-nara ma'a ad-dakhilin. Hawakufaidika zile neema za Mwenyezi Mungu kuwapatia elimu na kuwapatia unabii na utume wa ume zao, badala yake walienda kinyume. Mwenyezi Mungu akawaambia ingieni motoni. Wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu. Mwenyezi Mungu vile vile anageuza sehemu ya pili, anasema anapigia mfano wa walioamini. Mraata Firaun, mke wake Farao, ambaye kila mtu anamjua ni nani. Yeye alikuwa mcha Mungu pamoja na kuwa kwa chini ya mume ambaye ni Ashi. Ilikuwa rabbi indaka baytan fil janna, akamuomba Mwenyezi Mungu amjengee nyumba peponi. Wajini min Farao wa amalihi, na unilinde kutokamana na Farao na vitendo vyake. Wanajini min qawmi dhalimin, na unilinde kutokamana na watu walio ambao wamejidhulumu, wamepotea. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, na Maryam ambaye alihifadhi nyeti zake. Walafakhna bihi min ruhina, Mwenyezi Mungu akampani kumpatia neema ya mtoto kwa neema ile ambayo kwamba si katika uzinifu. Mwenyezi Mungu anatupigia mifano hizi ili tupate tafakuru, ili tupate mazingatio yatusaidie. Wanawake wengi wanasababisha wanaume wataingia motoni. Mashaallah, wengi mmeng'ara vizuri, lakini maajabu utakuta mwingine amejiweka mawanja, amejiweka manini ambazo ni fitna njiani akitembea, wala hashtuki. Amebaki nguo nzuri lakini amefunga mbadabani. Njiani wangapi watakuangalia, alafu unasema unaenda katika ibada. Madhambi haya kila aliyekuangalia akasema mashaallah huyu kaungwa. Kila mmoja una madhambi yake, yaani unahesabu umezini na kila mmoja hakati yao, ukikuja na ukirudi. Si hivyo tu, wanaume sikilizeni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote atakayemtunza mtoto wake wa kike kuanzia utotoni akampa maadili mazuri mpaka akamwozesha, mimi na yeye tutakuwa hili peponi. Maana anasema watakuwa ni kama vidole viwili vyenye viko pamoja. Je, watoto wetu tunawatunza? Baada ya Eid hapa kuna mabinti ambao wataenda kule Rwanda, mzazi hajui yuko wapi. Binti yako alikuja uongo kitambo, mama hajui wala hashughuliki, baba huko tu kila siku wewe unaona tu kazi yako ni kuprovide. My friend, una jukumu la kuwajibikia. Sawa na kina mama. Mambo haya tunawaziri kwa kuwa ni amri ya Allah. Maana mara mingi sisi tunadhania kwamba kuswali tu, kufunga tu tayari tumeipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pepo yenu nyinyi akina mama, sikizeni vizuri, pepo zenu nyinyi akina mama ziko chini ya wanaume. Usimtii mume wako una hasara. Kama unajiona sijui na kipato sijui nini, unamnyetea mume wako una hasara, kila siku naandikiwa midani. Na vile vile sisi sote nyinyi akina mama hiyo pepo yetu iko chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayemheshimu mama akamtii mama, maadamu katika kheri, sio katika maasi, katika kheri, yeye na mimi miongoni mwa watu wa wapi? Kwa hiyo haya maneno yazingatie. Usifikirie tu kwamba swala zako zinakutosha. Kama una mme una shida, kwa sababu lazima umpate tu kila wakati. Akisema hivi ndio, sema hivi ndio, huna option. Maana Mtume anasema lau kama ingelikuwa inawezekana wanadamu kusujudiwa, ningewaamrisha wanawake wawasujudie waume zao. Lakini siku hizi wanasema eti gender equality. Equality inatokea wapi? Kwa Allah hiyo hakuna. Kwa Allah hiyo usitarajie itakuwepo. Alafu vile vile mabinti wenye wakubwa, stirini, jihifadhini. Nyinyi wazazi wenye mabinti wakubwa, waozesheni. Nyinyi mabarabara wenye hamjaoa, oeni. Ndio taratibu za Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza, Mwenyezi Mungu ameeleza. Hatuna muda mwingi wa kueleza.
Wewe mzazi mwenye unataka eti mume mwenye anakuja kuoa mwanao akuje na gari, na wewe mwenyewe hata hujawahi kuwa na bulb peke yake ya gari. Fikiria vizuri. Tafakari vizuri. Wewe mwenyewe ulimpata mume ambaye ana baiskeli, unataka mtu akuje yeye na ana kitabu. Mume wako alikuwa amepauka kama mimi, na wewe unataka mwanaume tajiri. Fikiria vizuri. Akija Mtume anasema idha hatakum an tadhuna dinahu wa khuluquhu wujuhu, akija kwenu mwanamume ambaye analingana na tabia zake na dini yake, mwezesheni. Usiulize mambo ya gari, sijui financial status yako ni gani, sijui unafanya kazi gani, sijui umesoma mpaka wapi. Wewe umesoma mpaka wapi? Kwa hakuna mwenye diploma, hakuna hata mwenye ana certificate kidogo ka college, na wewe unataka mtu aliyesoma sana. Subhanallah. Huyu binti wako naye amesoma kiasi gani? Kwa hivyo kisha kukumalizia, mabinti nao, akina mama kaeni nao, mnapoenda katika darasa zenu fundishaneni haya maneno. Mabinti wakitaka wakiposwa, wao wanasema mahari ya kutosha, sio mahari kubwa ambayo inaogopesha watu. Ndio sababu unaona wengi katika wanaume wanaoa upande wa pili. Mwisho wa siku huyo ambaye kwa alafu yeye wanashangaa. Binti alikuja umbo kitambo, aliyemkuja hata ni jina ambalo kwamba hata tufai kutaja mbele za watu. Ana sura ngumu kushinda yangu, maisha yake maovu. Alafu mtu anakuja anataka kumwoa kihalali. Wewe unataka kumpatia masharti. Subhanallah. Una akili? Alafu labda bahati mbaya amedhalishwa, bado unaweka masharti. Anataka kukustiri hizi mizigo zako, naona Uislamu maneno ni mengi, muda ni mchache. Na msingi ni kwamba tuangalie mpaka za Mwenyezi Mungu. Wewe hamjaoa, narudia, oeni. Ukioa, ukiswali yaani bachelor akiswali hapa na wewe unaswali hapa, wewe unapata ujira mara ngapi? Mabinti ni hivyo pia. Kwa hivyo fanyeni bidii. Usikuwa mrefu tukiwa kwenu. Watu muone. Maisha magumu ndio, lakini Mwenyezi Mungu analeta nini? Riziki. Kwa sababu utasema huyu amekuja hana kitu, huyu hana kitu. Mwisho wa siku unazeekea kwenu, unazaa watoto nane, alafu baadaye unaanza kusema wanaume siku hizi hawaoi. Hawaoi na wewe wakati walikuwa wanataka kuoa ulijifanya wewe ni dhahabu. Endelea kwa dhahabu tuone. Dhahabu ukatoa almasi, almasi katoa fedha, alafu mwisho wa siku katoa nini? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama hata kama ngero Waislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Kwanza nishukuru Allah amejalia sisi kukutana katika hiki kiwanja. Wengine hatukutana.